Bwana wetu Yesu Kristo atukuzwe, na kukaribisha ndugu yangu mpendwa, baba, mama, dada, kaka, kwenye chaneli hii au account hii ya Kuhani Nebat Mwakibinga. Karibu sana. Leo nataka nizungumze na wewe mambo machache, lakini ni ya muhimu. Watu wengi tumekuwa ni watu wa kulalamika kwamba mimi maisha magumu. Ni kweli, vitu vinaharibika. Ni kweli, vitu vingi. Mwingine, kuna wengine wanaachwa kwenye mahusiano, wanaachika, wengine wanafukuzwa kazi, wengine wananyimwa kazi wapati, wengine yani vitu havipandi, biashara zinakufa. Biashara unaanza leo, kesho baada ya mwaka imekufa. Unapambana, unatumia nguvu sana kupambana kupata, lakini ukipata vitu hivyo ulivyopata havidumu tena kwenye mikono yako. Unajenga nyumba zina pangaji, una elimu lakini elimu yako haikusaidii. Ni mwajiriwa lakini ajira yako haikusaidii. Umeoa na kuolewa, lakini ndoa yenu haina msaada kwako mmoja wapo. Umekuwa ni mtu wa kulia, mtu wa kunungunika. Lakini kumbe vitu hivi havijaanza leo, vina msingi wake. Msingi wake kumbe ulianzia siku ile ulikuwa unazaliwa. Ndipo maadui zako wanapata alama, wanaangalia muhuri au alama. Sababu kuna watu ambao wana muhuri, wana alama na kufuatiliwa na vitu vibaya tu. Kumbe umepigwa chapa au alama au muhuri kwa ambao utakuwa ni mtu wa kurogwa, utakuwa ni mtu wa kuachika, utakuwa ni mtu wa kushushwa cheo, utakuwa ni mtu wa kulialia. Yani ndio unajiona ni mtu wa heshima, lakini watu wanakudharau. Ndio unajiona wewe ni mtu ambaye unafaa, lakini watu wanahisi ufai. Ni kweli unajiona wewe una elimu, lakini unapoenda kuomba kazi unahisi kama elimu yako, wanasema kwamba elimu yako haitoshi. Sijui niongea lugha gani uweze kunielewa vizuri. Najua kweli unasema mimi nimesoma na elimu, lakini elimu yako hao watu wanaona kama si lolote. Thamani yako imechukuliwa, thamani yako imepotea. Watu wameshika thamani yako, wameweka chini, yani hauna thamani tena. Kwa mimi nimeona nipate nafasi kuongea na wewe majira haya, popote ambapo utanifuatilia, na kuomba tu nivumilie na muda mchache. Kumbe mambo haya ya kuharibikiwa, mambo ya mikosi, mambo ya kulogwa, mambo ya kuibiwa, mambo ya kupoteza vitu, kufukuzwa kazi. Mikosi haijaanzia leo, ilianzia pale ile siku ulipozaliwa. Ile siku ulikosa mtu maalumu wa kusimamia mipango yako. Kama nakumbuka kwenye maandiko, wakati anazaliwa Kristo, kama tume neno Yesu uweze kuelewa vizuri, mamajusi hakuna mtu ambaye aliwapa taarifa kwamba kuna mtu amezaliwa. Wanasema waliona nyota, wakaanza kuifuatilia nyota. Nyota wanakwenda nyota ile, wakutana na kiongozi wa ile taifa, anawaambia mkienda mnakwenda mrudi mnipe taarifa. Walipoenda kule, malaika aliwatokea aliwaambia msirudi njia ya huyu jamaa, piteni kwingine. Wakapita kwingine. Wale watu walikuwa hawana lengo jema kwa Yesu, walikwenda kuchukua ile nyota. Lakini kwa sababu malaika aliwaambia, japokuwa mmebeba uvumba, manemane na pesa, viacheni pale, kile kitu kiliwatishia. Wakaacha kila kitu pale, zawadi na nini, wakaacha pale. Hawakumrudia Herode, wakapita njia nyingine wakaondoka. Maana Herode alipoona amedhakiwa, akaanza kutafuta watu wafanye sensa, idadi ya watu wajulikane, ili wauawe.
watoto, kisa mtu mmoja. Hasa pengine ni mama unazaa mtoto, au ulipozaliwa pengine baba mke wako anazaa mtoto. Mtoto huyo anazaliwa na nyota, sababu kila binadamu anayezaliwa ana nyota yake. Wengine nyota yao imechukuliwa toka tumboni mwa mama, nyota imechukuliwa na wachawi, nyota imeharibikiwa. Wengine nyota hiyo inachukuliwa pale ambapo amezaliwa, kwa pale anaweza wakamkosa kwa kuwa hauna ulinzi. Nyota hiyo inachukuliwa ukiwa mtu mzima. Kwa zipo njia nyingi za kuchukua nyota, kwa njia ya mahusiano, mapenzi. Unakutana na mwanamke na mwanaume, kumbe huyu ni umetoka kuzimu, ni mzimu umetoka kuzimu. Mkikutana mara moja, mara mbili, mara tatu, vitu vinakufa vitu, kwa sababu huyu mtu alikuwa si mtu, aliingiwa na roho ya mzimu, na wewe moyo wako ulikuwa na bashasha mle kwamba ndo huyu. Sidhani kama utakuwa unaelewa vizuri. Unaweza kuwa unajilinda sana, unajilinda mno, baba mama kaka, unajilinda mno. Ghafla macho yako yanatazama, unapotazama kumbe pale ndio pigo lilipo, kwa sababu ukitazama moyo wako unalipuka, unasema hapa pale ndipo mwisho wako. Shida zote hizi, msingi wa hayo mambo yalianzia ile siku uliokuwa unazaliwa. Magonjwa ukubwani, msingi wake ile siku unazaliwa. Mateso ulionayo, msingi wake ile siku uliozaliwa. Sio naongea na mtu. Kufilisika huku ukubwani, kufukuzwa kazi, kuharibikiwa, yani mipango yake siku uliozaliwa, sababu ulitoka na alama. Jamani, mimi na hama Kyela na Mia Tukuyu. Kyela ni wachawi sana, na Mia Tukuyu, kwa sababu wachawi hapo kila sehemu. Wachawi Tukuyu watakuroga. Mimi na hama Tukuyu na Mia Mbalizi unakutana na Wamanyafu, wanakuroga. Unasema mimi na hama Hai na Mia Lombo, unakutana na Walombo, ni wachawi konki. Mimi na hama Malangu na Mia Machame, kumbe ndo hatari. Mimi na hama Tanzania na Mia labda Kenya au Malawi au Zambia au Msumbiji au China, kumbe kiendo unakutana na wachawi kama wale. Kwa nini? Una alama, una muhuri. Mihuri hii ilianzia ile siku uliokuwa unazaliwa. Kwenye maandiko, kitabu cha Ezekieli sura ya 16 na mstari wa 3 na wa 4 na wa 5 na wa 6 kama sikosei, nasoma. Anasema, useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi: asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mfano useme nchi ya Tanzania. Mwamori alikuwa baba yako. Useme Mnyakyusa alikuwa baba yako. Na mama yako alikuwa Muhiti, na mama yako alikuwa Muhaya. Baba yako ni Mchaga, mama yako ni Mnyakyusa. Baba yako ni Msukuma, mama yako ni Mchaga. Baba yako ni Mnyatuna Mnyiramba, mama yako ni Makonde. Baba yako ni Mfipa, mama yako ni Mgoni. Sasa basi, naendelea kusoma. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, maandiko yasema kitovu chako akikukatwa, wala kuoshwa kwa maji usafishwe, ukutiwa chumvi hata kidogo, wala ukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho uliokuhurumia, ili kutendea lolote la mambo hayo kwa kuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani,
kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Anasema kwa kuwa ulitupwa nje wa ndani, nafsi yako ilichukiwa siku ile uliozaliwa. Kumbe mikosi, mabara unayoyaona yameanzia pale siku ile uliozaliwa. Mimi sijui mwenzangu umezaliwa wapi, umezaliwa ni wapi? Rufaa Mbeya, Rufaa Iringa, umezaliwa Muhimbili, Ocean Road, umezaliwa wapi? Umezaliwa Mruganzila, umezaliwa Amana, umezaliwa Benjamin Mkapa, umezaliwa Jakaya Kikwete, umezaliwa hospitali gani? Mimi sijui. Umezaliwa ni Mwananyamala, umezaliwa Sinza Palestine, umezaliwa Lugalo hapa, umezaliwa popote pale ulipozaliwa. Ni umezaliwa wapi? Umezaliwa hospitali yote ile. Umezaliwa pale Kera pale kwa Nyakyusa, umezaliwa pale. Ulipozaliwa ulikosa mtu ambaye anajua mambo ulimwengu wa roho, ili akutenganishe na maroho yanaosafiri kupitia damu kutoka upande wa baba na upande wa mama. Siku ile ndipo shida zilipoanzia, ndugu yangu. Ulitupwa wa ndani, ukachukiwa na watu. Chuki ilianzia pale, umaskini umeanzia pale, madeni yameanzia pale, laana imeanzia pale, magonjwa yameanzia pale. Hasa unapofundishwa na mtu, shariti umtafuta yeye aliyekufundisha ili akusaidie utoketokeje hapo, utokee na njia ipi ya kutoka. Unapotaka kutoka kwenye hiyo hali, utoke kwa namna gani? Mwingine anasema nimeona chumvi hapa, sikutia chumvi, labda nitumie chumvi. Je, matumizi ya chumvi unajua? Lazima mtu anayefundisha ndio muulize. Kama ni mafuta, matumizi ya mafuta unajua, lazima mtu ambaye anafundisha ndio muulize, mafuta gani tumie kwa muda gani? Hasa nasema na mtu mmoja ambaye ana shida hapa. Kuna mtu ambaye umeshindwa kukaa kwenye ndoa. Una ndoa ya pili sasa, au ya 4 au ya 5 au ya 7 au ya 30. Una mahusiano ambayo ni kama ni mafua, pepe ameisha. Pepe. Yaani wewe kwa wiki una wanaume zaidi ya 6. Sio kama unapenda. Ni vile ambavyo ulishaharibikiwa toka siku ulizaliwa. Si kama utakuwa unaelewa vizuri. Si kama unapenda kubadilisha wanawake au wanaume. Ni vile ambavyo uliharibikiwa tangu siku ulizaliwa. Kazini kunaharibika, biashara zinaharibika, ndoto mbaya, ndoto za wafu, unafukuzwa na simba, unaota unamezwa na nyoka, unahesabu pesa, unapoteza pesa, unaibiwa pesa, unaibiwa pochi, unaishi kwenye mapango, unazama kwenye maji, mafuriko, ndoto mbaya, unaosha maiti, ndoto mbaya unaoziota. Unakutana na mwanamke au mwanaume, unaona unavyoburuzwa, msingi uko siku uliozaliwa. Sasa basi, ukijua kwamba kuna namna mambo haya yanakugusa, namba hiyo chini hapo, tuwasiliane. Kama sababu andika message, ndugu yangu mtumishi, naomba kuongea na wewe. Kwenye message mimi nitakupigia. So vocha ipo, nitakupigia. Hasa ukiendelea kusema hapa, anasema kwamba mstari wa 6 anasema, nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigagaa katika damu yako, na nalikwambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikwambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Maana yale kwamba Mungu alipopita karibu yako alikwambia uwe hai. Maneno ya Mungu anazungumza na Ezekieli, waambie watu hawa uwe hai. Ukiendelea anasema kwamba
nalikufanya kuwa maelfu elfu kama mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno. Matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Umekuwa, ndiyo, Mungu amekupa kuongezeka, kukua, umekuwa na mali, lakini uko uchi. Uchi umeanzia wapi? Siku uliozaliwa. Sijui kama utakuwa pengine unanena vizuri. Hasa ukitaka mambo haya yafike mwisho, uanze kuona furaha ya kuishi kwako, uone furaha na amani ya mahusiano yako, uone furaha ya biashara yako, uone amani ya unachotaka. Namba hiyo hapo, andika tu WhatsApp au kawaida, kwa sababu wengine mnadhalau kwa sababu mmezoea kudanganywa, mmedanganyika sana. Ndio maana nimesoma maandiko hapa kwamba lazima umtafute yule mtu ambaye amekufundisha yakakuingia. Nasema na mtu ambaye amechoka na magonjwa, amechoka na umaskini, anatafuta kazi hapati, anabeba mimba, mimi naharibika, watoto hakusikii, mama unazidi kulia, baba unazidi kulia, dada, kaka, misiba ni mingi ndani ya mioyo. Watu mnatembea kimioyo yenu imejaa misiba. Hilo mimi najua. Vitu haviendi, vitu vimezuiliwa, watu wakusaidia, wote wameweka mbali. Kuna jambo ambalo nitakwambia na Mungu atakusaidia. Namba hiyo hapo chini hapo, namba hiyo chini. Hiyo namba ni ya kwangu. Mungu huyu na kufanya mbele zake hapa atakusaidia. Na kuhakikishia hautabaki kama ulivyo. Kama ukiniamini, Mungu atakusaidia. Nina uhakika Yesu atakusaidia. Unajua, ukisha amini, kinachofuata kwako ni muujiza. Sasa nitakueleza, utanieleza, nitakupatia majibu. Lakini pia isitoshe, nitakuombea live kwa kupitia simu. Bwana, jambo lako linaisha kwa hivi na hivi. Kama kuna maelekezo, nitakupatia maelekezo. Bwana, kwa maana hiyo kuna moja. Sasa usiingize ubishi, sababu shetani anataka kuleta ubishi wa mazoea. Mungu aliyekuumba ametoa neno hili majira haya ni kwa ajili yako. Kwenye maandiko, kwenye kitabu cha Ufunuo, maandiko yanatuambia kwamba joka anakokota nyota za watu. Unaona? Joka anakokota nyota za watu. Wewe unaimika tu, mimi meshaendi. Simeshaendi. Kitabu kile cha Ufunuo sura 12 mstari wa 4 inasema, na mkia wake wakokota theluthi za nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ila za hapo amle mtoto wake. Joka huyu anakokota nyota kutumia nini? Mkia. Lakini pia anasubiri mwanamke akizaa ameze mtoto. Vingapi ambavyo umefanya vimemezwa? Umefanya vingi vimemezwa. Umefanya vitu vingi, vyote vimefunikwa, havionekani. Unaona? Havionekani. Kila biashara, kila jambo linamezwa, linafunikwa, linafichwa. Kuna sababu ya kuongea na wewe. Sasa nambangu ni hiyo hapo. Nambangu hiyo hapo. Chukua namba hiyo, Mungu atakusaidia. Pale ungehitaji mwongozo zaidi, msaada zaidi. Una kipawa, hauoni faida ya kipawa chako.
Una karama? Hauoni. Una ajira? Hauoni. Una mke, una mme. Utakuta mme ni tajira na hela, lakini mama zile pesa unaziona kwa tochi. Si kwamba ni yeye, ni vita vya kifamilia. Nitafute tu tuzungumze na wewe. Akaunti ulioingia, ukiingia ndani humo kuna nyimbo pia. Ziko nyimbo ndani huko, kuna nyimbo. Ziko nyimbo nyingi sana nyimbo hapo. Tena nyimbo nzuri ambazo zitakubariki. Pia ziko nyimbo nyingi. Nyimbo hizi ndugu yangu zitakubariki. Naomba nikombe kitu. Gusa panapokuuma, nataka nikuombee. Gusa panapokuuma, nataka nikuombee. Kuna mtu ambaye anafuatilia hapa, naona ana kichomi. Ana kichomi. Mwingine anafuatilia hapa ni mjamzito, lakini mimba yako ina shida. Upo hapa. Mwingine mwenza wako haumuelewi. Mwingine unahitaji tu ushauri. Namba yote nitafuta. Sasa gusa panapokuuma. Kama ni mwili mzima, gusa kifua kama hivi. Gusa kifua kama hivi. Na funika macho yako nikuombee. Fumba macho. Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu uliye mkuu. Ni Mungu muweza wa yote. Asante Yesu kwa ajili ya mtu huyu. Amenisikiliza. Amegusa panapo muuma. Mwingine anaota majoka. Mwingine amemezwa na nyoka. Mwingine nafsi yake imechukiwa, anachukiwa na watu. Ndoto mbaya. Mwingine anahitaji mwenza. Mwingine mjamzito. Mwingine anahitaji kuzaa. Mwingine mimba baby. Yesu nakuomba, naomba uweza wako ule ulio mkuu, mimina juu ya mtu huyu. Uweza wako ule ulio mkuu, achilia juu yake mtu huyu. Kwa jina lako Yesu Kristo, jina bora. Yesu ni moto. Moto wako Yesu utembee ndani ya mwili wa mtu huyu. Pokeeni moto. Pokea moto. Moto unakuingia ndani ya mwili wako. Unateketeza kila magonjwa. Uvimbe unayopata kuyayuka. Uharibifu unakuachia. Moto unakuteketeza. Moto unakuchoma. Enyi mapepo, tunawapiga kwa moto mkali. Enyi majini, tunawalipua kwa moto mkali. Lipuka, achia. Mwachie mtu huyo. Achia biashara yake. Achia nguvu zake za kiume mmeteka. Achia nguvu zake za mwili. Achia biashara yake auze. Achia duka auze. Achia pate kazi. Magonjwa kila aina towe, kachia. Magonjwa kila aina towe, kachia. Maradhi ya kuachie. Nguvu za giza towe, kachia. Mapepo na majini towe, kachia. Mashetani towe, kachia. Nguvu za giza towe, kachia. Unayeumwa pokea uponyaji, pokea uzima. Unayeuma mguu pokea uzima, mguu unapona. Gusa mguu, mguu unapona. Pokea uponyaji, pokea uponyaji. Ndani ya tumbo linafunguliwa, ulicholishwa kinatoka nje. Tapika laka, umelishwa vyakula vya ndotoni. Tapika sasa hivi. Tapika, funguka. Kichwa kinakuuma, nafuta maumivu hayo. Wewe uliyevunjika,
mifupa yako inaungwa, mifupa yako inapata kuungwa, inapata nguvu, inapata nguvu ya kutembea. Mfupa, pokea afya, pokea uzima kwa jina la Yesu hai. Yesu uliye mwema, wewe ni Mungu uliye mkuu na nuru halisi. Achilia nguvu zako juu ya mtu huyo. Amekuwa hawezi, hapati kazi, apate kazi, anahitaji mwenza, ameteswa sana wenza. Yesu mpatie mwenza mtu huyu. Pokea mwenza kuanzia sasa. Pokea huyo, pokea mwenza kuanzia sasa kwa jina lako Yesu Kristo. Yesu naishi milele. Kila giza kwako liotanda tunalipaswa. Biashara inafunguka, mifugo inafunguka. Tunawasha moto, tunawasha moto na kuvika moto mkali, na kuvika moto mkali, na kuvika vazi la moto, na kuvika vazi la moto. Huo moto unateketeza kila mabaya ya mwili wako. Wachawa na kuachia na kutenga na nguvu za ajali, na kutenga na nguvu za magonjwa, na kutenga na maradhi na vifo, na kutenga na nguvu za madeni. Yesu aliye hai anakupandisha leo. Kiwango cha biashara kipande, kiwango cha mauzo kipande, kiwango cha mauzo kipande, kiwango cha biashara kipande, kiwango cha upendo kipande, kiwango cha choo kipande, kiwango cha mshahara kipande, kiwango cha mifugo kipande, kiwango cha kipawa kipande, kiwango cha huduma kipande. Kinapanda, 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 kinapanda. Yeyote anayekaa juu yako tunamweka chini kuanzia sasa. Tunamkamata juu, tunamweka chini kuanzia sasa. Tunawashusha chini wote walio juu yako, wanaokupinga tunawakamata, tunawashusha chini kuanzia sasa. Yesu aliye hai, Yesu aliye mwenye nguvu, pokea nguvu kwenye kila eneo. Maumivu ya mwili wako yanakuachia, kila homi la kuachia, uwe huru kwenye sasa. Mlango wa kazi nafunguka. Nafuta roho ya madeni, nafuta roho ya madeni, nafuta nguvu ya madeni, nafuta muhuri wa madeni. Kuanzia hivi sasa Yesu amekukumbuka, na Yesu akutunze, akuweke huru. Kila mabaya asikupate, mabaya ya baba asikupate, mama mabaya asikupate, dada kaka mabaya asikupate. Mtoto pokea afya kwa jina Yesu hai. Kuanzia leo umekuwa huru. Kwa mwongozo zaidi na maelekezo zaidi, namba iwapo. Usisahau kusubscribe, usisahau comment, usisahau kulike, usisahau kushare. Mimi naitwa Kuhani Nebat Gideon Mwakibinga. Mwana Mungu, karibu sana. Yesu akutunze sana sana sana. Namba hiyo hapo kwa msaada zaidi, kwa maelekezo zaidi. Usiogope. Yesu kusaidia sana. Amen.